Hello. A message to you. Thank you so much, so much. I love you so much for being here. Thank you so much kwa kuchukua muda wako kuweza kusikiza. Yaani kuthikiriria is not a kawaida thing. Kuna place mingi sana ungeenda na usikize, lakini ukachukua muda wako kustop by na usikie vile nasema. Asante sana. Thank you. Message hii nataka tuongee na firstborn. Firstborn, kujeni hapa tuambiane kitu. Firstborn ni watu wa maana sana. Sisemi wengine si watu wa maana, hapana. Nasema firstborn ni watoto wako na mibaraka mingi sana. Mungu anakuanga pamoja na firstborn. Sisemi wengine hapana. Na ndio maana nasema tuongee kidogo na firstborn. Mbona unapatanga firstborn ni yeye anapitia changamoto mingi kwa maisha? Why? Mbona firstborn ni yeye anastruggle? Mbona firstborn ni yeye anasomesha watoto wale wengine? Mbona firstborn ni yeye anasaidia kwao? Yaani unapatanga pesa ya firstborn inatumika kulipa school fees, anasaidia wazazi, ni yeye ana maisha yake. Yaani unapatanga maisha ya firstborn imesimama kabisa, haiendelei. Si ati hapati pesa, juu majukumu yake ni mingi hata kuliko ya mzazi. Hata hajaoa ama hajaolewa, lakini ako na jukumu kubwa sana. Sasa akishaolewa ama akioa inakuwa times 2. Juu sasa kulikuwa na kwao na sasa kuna yeye. Na kuna sasa watoto wake na yeye na partner. Yaani mambo inakuwa Sasa mimi nataka kukupea hope. Mimi ni firstborn. Ndio maana nasema hizo Jude. I know what we go through. Nataka nikupee hope. Usigive up. Don't. Na please, usikose kuwasaidia. Wasaidie tu. Wasaidie. Usikose kuwasaidia. Hiyo ndio ile kitu naweza kuambia. Juu Mungu huwa anafungua milango ya firstborn. Unapatanga mambo yako tu, yani amekupea favor ingine yenye haina watu wengi. Hata ukiambia watu imagine yake niko down, mtu anakuangalia sasa unakaa kuwa down, unakaa pesa. Yes, hiyo ni favor. Hiyo ni kitu Mungu anakuanga amepea watu wenye huwa anajitolea kusaidia. Sisemi wengine hawafanyangi, but naongelelea firstborn. Juu sasa kama wewe ni firstborn na kwenu kuna watoto wako nyuma yako na ni wengi, kuna vile unajipatanga tu, kuna pesa unatoa wasome, bibi kuna vitu wanaitishwa na mzazi hana. So simu unapigiwa, unawasaidia. So naweza kuambia usife moyo, usione uko peke yako, tuko wengi. Endelea kusaidia hao. Siku moja si kuambi uwasaidie ndio wakuripe, hapana. Siku moja Mungu atakulipa marandufu kwa hiyo kazi njema uliyoifanya na kushikilia watoto wenu. So unaweza kuambia uendelee kuwasaidia hata kama hawatakusaidia. Hata kama kuna wenye umesaidia na hata saizi wanakaa vizuri na hawakumbuki. But the funny thing, ukiwasaidia wamalize hata high school, Mungu awasaidie waingie kori ama wafanye kose, wakishapata tu pesa twao, unafikirianga watakukumbuka upate ka M-Pesa titi? They don't. They focus na mambo zao. They don't even help wazazi. Imagine wewe ukiwa peke yako ulikuwa unawasaidia wasome na unasaidia wazazi na unajisaidia, unalipa rent na food nini. But yeye akishapata hata kazi, hata hawezi saidia huyo mzazi. You see? Hata wewe akusaidii. You see? Usione mambo kama hayo ikafanya ufe moyo. Usikufe moyo. Wewe endelea kusaidia kabisa, because you never know. Pia wewe unaweza fika kwa mahali kwa maisha ujipate uko down, na Mungu tu anaweza kutumia msaidizi. Juu ya nini? Juu kuna siku moja mahali ulisimama na watoto wenu. Amen. Amen. So naweza kuambia uendelee kusaidia si watoto wenu tu,
hata ukiona mtoto wa jirani anateseka na uko hapo na uko na hera, stretch hiyo mkono, saidia huyo mtoto na mibaraka itakufuata. Do you know something? Biblia inasemanga nilikuwa mgonjwa ukuja kuniona. Ni Yesu. Nilikuwa kwa njera ukuja kuniona. Nilikuwa mgonjwa kunitembelea. You know. But naona kuna watu wengi watauliza Yesu, ulikuwa umeshikwa lini? Wakati ulikuwa umeshikwa hatukuwa tumekuja hii dunia. Hivyo ndivyo watu wengi watamuuliza. But si hivyo. Anauliza wakati kama huu, wewe ni watu wangapi umesaidia? Ni watu wangapi? Ni watu wangapi umeona hivi yenyewe hii familia haina unga, ukatoa 100 yako ukawabaia? Ni watu wangapi umeona huyu mtoto anateseka na school fees na unaweza kumsaidia? Hata waachana wenu, hata your cousins, your uncles, your neighbors there. So naweza kuomba ukitaka mibaraka ya Mungu. Unajua no wonder watu siku hizi wanaenda church wanaambiwa pokea, but hakuna vile unaweza pokea kitu yenye si yako. Hakuna vile unaweza pokea kitu yenye haiko. Uambiwe pokea gari. Aje sasa. Gari itoke wapi? Atipokea shamba. Aje. You have to work. You know? You have to work. Na utoe tithe, utoe offering. Ukishafanya hiyo yote na una stretch mkono wako unasaidia mtu mwingine, kwa hakika Mungu na yeye atakuja. Wakati utakapokuwa unamhitaji zaidi kwa maisha yako, atakuja na atakuchukua juu. Kwa sababu pia wewe kuna mahali ulisaidia watoto wake. So unaweza kuomba usikufe moyo. Uendelee hivyo tu kusaidiana, uendelee tu na moyo huyo. Na hilo ndilo ombi langu kwako. Please subscribe to my YouTube channel, like, share, comment. Nita appreciate sana. Bye bye.